Mungu. Wanaona neema iliokoa. Jina la Bwana apesi. Kwa sababu neema hii ambayo tumeangalia, tumesema kwamba key verse tuko katika Hebrews chapter 12 verse 15. Tuko pati maana tumeiweka vipengele tatu ya kwamba tuangalie neema, mtu asing'oe neema. Bwana apesi. Tukae katika neema. Na hii neema kukaa ni kutambua kabisa wewe uliokolewa kwa neema. Uliokolewa kwa sababu haukuwa mzuri. Na Yesu, kama dunia ingekuwa mzuri, Yesu hangekuja. Na hangevaa mwili wenye makosa. Na hangevaa mwili wenye dhambi usulubishwe. Kwa hiyo dhambi zako ndio zilifanya. Na ukumbuke, Bwana ape sifa, Yesu akisulubishwa, Barnaba alikuweko. Sana. Na si kwamba Barnaba alikuwa mzuri akaachiliwa. Barnaba alikuwa mwenye dhambi. Barnaba alikuwa mwizi. Barnaba alikuwa amebeba vitu zote za dunia. Lakini Mungu ndio alisababisha Barnaba aachiliwe, ndio Yesu aingie aokoe Barnaba. Mama Barnaba angekufa, angeenda jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni neema imetushikilia. Na upendo wa Mungu ukatushikilia. Maana pasipo upendo Yesu angekuja. Kwa hiyo tuliokolewa kwa neema, hatujisifu chochote. Kwa hiyo kama umeinukiwa, please kuwa na amani. Na ninaomba wale wananisikiliza na wale ambaye wako kwa mtandao, please, ukiinukiwa mahali kwa kanisa, solution siye kuhama. Solution ka hapo mpaka upone moyo. Maana ukihama utatuletea tena vingine huko. Na wacha niwaambie, kuna watu wako anointed ya kusegenya. Na Mungu atawaweka na anaongezea neema, maana wewe hujasamehe. Na kama kuna watu umewabeba kwa moyo, kila ukienda mahali unakosewa. The same mission. Bwana ape sifa. Kwa hiyo mimi nawaomba ambaye mnanisikiliza, pokeeni neema ya kutokuwa na uchungu kwa moyo. Jina la Bwana ape sifa. Tukifikia kipengele cha uchungu ndio utaelewa mambo. Bwana ape sifa. Andika hapa hivi. Tukae katika neema ya Mungu. Kukaa katika neema ya Mungu ni kumtii Mungu. Jina la Bwana ape sifa. Haleluya. Yani kwa njia yote tokea katika neema, yani kaa katika neema, kukaa katika neema kwa kutii Mungu. Kwa hiyo mtu yote anayetii Mungu, neema ya Mungu inakaa ndani yake. Jina la Bwana ape sifa. Hiyo ndiyo kipengele cha kukaa katika neema ya Mungu. Kwa hiyo ili neema ya Mungu na ukae katika neema ya Mungu, katika kipengele hiki cha kwanza, ni please, ni kukaa katika neema ya Mungu, ni kutii Mungu. Kwa hiyo ili neema ikae ni utii Mungu. Yaani please mnielewe, kukaa katika neema ya Mungu ni kumtii nani? Mungu. Ndio hiyo neema ikae. Sasa unaendeleza hivi sasa, maana hiyo ni kichwa. Haya, anzia kuandika hivi. Kuishi katika neema si Okay, kuishi katika neema ya Mungu si mausia ya kutenda kuishi katika neema ni kutokutenda dhambi. Bwana ape sifa. Haleluya. Kuishi katika maisha, kuishi katika neema si mahusia ya kutenda dhambi. Bwana ape sifa. Nafikiri umenipata. Bali ni kutenda kutegemea Mungu, ni kutenda kutegemea Mungu na kutambua kukaa katika utakatifu. Jina la Bwana ape sifa. Haleluya. Bali ni kuendea kutegemea Mungu na kutembea katika utakatifu. Nafikiri sasa niko clear hapo.
Tuangalie Tito chapter 2 verse 11 and 12, ya kwamba ni mausia ya kutokutenda dhambi, bali ni mausia ya kutokutenda dhambi, bali ni kuenendea katika kumtegemea Mungu na kutembea katika utakatifu. Ni hii maana tu kazi yake tuliumbwa, maana neema ya Mungu uokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tukikaa katika hiyo neema, Bwana apewe sifa, tunakaa neema iliyofunuliwa. Praise God. Na ili tukae katika hiyo neema, kinachofuata ni nini? Verse 12. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi, haki, uteua katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo hatujaenda. Bwana asifiwe sana. Hatujaondoka, tuko katika ulimwengu huu. Kwa hiyo neema, ili tuishi katika kutii Mungu, Bwana asifiwe sana, na ili tutembee katika neema, ili tukae katika neema, ni neema hiyo itufundishe. Neema hiyo itufundishe, Bwana apewe sifa, kukataa. Kwa hiyo kutembea katika utakatifu ni kukataa mabaya. Halo? Na pia neema hii inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia hii. Kwa hiyo ili tukae katika neema ya Mungu na tutembee katika Mungu, kipengele hiki cha Waibrania 12:15, kipengele cha kwanza. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ili tuishi katika hiyo kukaa katika neema, ni tukatae ubaya. Praise God. Na neema inatuongoza ya Mungu kukataa ubaya, kukataa tamaa. Kwa hiyo kama katamaa kako, please kimbia katika maeneo ya neema. Neema inakuwezesha. Na ujue dunia hii imebeba tamaa, alafu tupate kuishi kwa kiasi. Kwa hiyo neema inakufaidia kukaa katika self control. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kukaa katika neema ya Mungu ni kukaa na kiasi. Kiasi ni kwamba unaweza kasirika usitende dhambi. Bwana apewe sifa. Kiasi ni kwamba unaweza tukanwa na utende dhambi. Unaweza segenywa na urudishi. Na nafikiri ndio inahitajika ile ya John the Baptist alisema, ukipigwa kofi pande moja, geuza pande hii. Ukinyang'anywa kanzu, peana na joho. Ukilazimishwa kupeleka mtu maili moja, apeleke maili 2. Ni neema. Lakini si Wakristo wa sahi. Utazungumza tu kama anaitwa Kajuani, utadili naye pepi. ni neema ya dunia hii. Jina la Bwana apewe sifa. Lakini neema ya Mungu ni maintain grace. Praise God. Na utakaa kulingana na Mungu vile amekusudia kwa neema yake. Na tukiandikiwa, ina maana inakusudi sana vile tumeandikiwa. Alafu jambo la lingine hapo, kuna jambo lingine. Unajua tumeanza na neema ndiyo msingi wa uokovu. Bwana apewe sifa. Tukakuja tunakuja hasa ingine hapa, tusiruhusu chochote kitutenge na neema ya Mungu. Bwana apewe sifa. Yaani ukiishi katika neema ya Mungu, usiruhusu chochote kikutenge na kuishi na neema ya Mungu. Maana maisha yetu lazima tuelewe, neema lazima ikae. Jina la Bwana apewe sifa. Na mimi nikuja kuangalia neema ni kama, ukikosa neema ni kama gari kuishi
Maana unajua mafuta ya gari uwekwa kila siku ikiisha, lakini oil inawekwa kulingana na maili itaenda ama kilomita. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo neema ya Mungu ni oil. Maana engine hata ukiweka mafuta bila oil itakufa. Kwa hiyo oil ni kila kitu. Jina la Bwana apewe sifa. Na oil ndio ina maintain gari. Kwa hiyo neema ndio ina maintain Mkristo. Jina la Bwana apewe sifa. Alafu sasa unaangalia jambo lingine ambalo tutasoma, inasema dhambi ni kiburi. Sasa tunaangalia kitu kitachofanya neema isikae. Dhambi ni kiburi, kutokuamini na moyo usio na msamaha unaweza kufanya mtu ajitenge na kazi ya Mungu na kazi ya neema katika maisha yake. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kukaa katika neema, kitu kitakuondoa katika neema. Dhambi, na dhambi ni kiburi, pride. Na unajua mtu ajui kama ako na pride? Bwana apewe sifa. Na naomba wale ambao mnanisikiliza, tafuta mtu ambaye wa kukuambia, maana haujuaki ukiwa na pride. Na kama kuna dhambi ambaye ni kubwa, ni pride. Na unaweza nisikiliza binti uko hapa ama kijana, unaweza kosa kuoa ama kuolewa kwa pride na hujui. Kuna mtu anaongea tu, kuongea tu ni pride, kuongea tu. Kutembea pride. Hata kukula pride. Na nashukuru wale mmeshaolewa, maana mlionyesha pride tukawafumbilia. Pride ni hii. Wewe unajua nyumbani wakula ugali kubwa. Sawa? Na unakunya na managu na hizo vitu zote. Lakini yule ambaye anakuchumbia, mkienda naye kwa hoteli hukuli ugali. Na unajua hana kitu. Unasema nataka, na sio kuku chemsha, kuku roast. Na unasema leta kuota. Naongezea nini? Chipo na salad. Alafu kukula, unajua nyumbani ukikula kuku unakulaga hivi. Lakini hii unakulaga na hivi. Alafu unakula vipande 2, 3 na chipo 4, alafu nasema nimesibako. Ufungiwe uende na nyumbani. Kapraiti. Alafu ukitoka nyumbani, ukifika nyumbani, unagonga nyoyo bakuli mzima. Na umeacha kuku. Kapraiti. Bwana apewe sifa. Okay, mimi na advise vijana, ukiona amekula hivyo, achana na yeye. Hapo ndio mtayani ameanguka. Usioe huyo dada, the pride lady. Lakini ukipata dada atakula hiyo kuku yote amalize na chipo, aseme niongezee soda, huyo ni material wife. Pride hata kuongea ina pride. Ukiona kila kitu kusema mi uko na pride. Jina Bwana apewe sifa. Kidogo tu nasema gosh, my face. Wewe utaondokewa na neema. Bwana apewe sifa. Lakini lazima useme kwamba hata kama niko beauty ni neema. Jina la Bwana apewe sifa. Hata chochote nimefanya ni kwa neema. Maana hapo una glorify God. Hallelujah. Jina la Bwana apewe sifa. Hiyo ni kiburi. Kutokuamini, kumwamini. Kutokuamini pia ni dhambi. Inafanya neema iondoke. Jina la Bwana apewe sifa. Hallelujah.
na moyo wa kutokusamehe. Kwa hiyo mtu akiwa na kiburi hata amini wengine. Ili sasa ujue kwamba uko na kiburi, angalia mwingine akiongea unamwamini. Jina Bwana apewe sifa. Ama utaondoka juu ni mtu ambaye umwamini ndio anaongea, unaondoka. Haya, tunaweza tangaza tuko na revival. Bwana apewe sifa. Halo? Alafu niseme ni brother Kidenja atahubiri. Tutajua kama uko na kiburi. Kuna mtu ataenda hapo nje aongee na simu tu. Sio takriba yangu anaongea. Kiburi. Haleluya. Hata wachungaji tunaweza kuwa na kiburi. Kuna conference iko hapo kumealikwa, alafu tunajua ni akibishop anahubiri. Alafu akibishop akiondoka tunaondoka naye. Yule alikuwa na next tunamwacha kiburi. Inaondoa neema. Jina Bwana apewe sifa. Pia kwa sababu hatumwamini hatuwezi. Pia neema inaondoka. Na moyo wa kutokusamehe unatokana kiburi na kutokuamini. Haleluya. Kwa hiyo inaondoa neema. Haleluya. Jina Bwana apewe sifa. Haleluya. Unaweza kufanya ajitenge na kazi ya roho ya neema katika maisha yake. Kwa hiyo hizo mambo matatu inaweza kukutenga katika your life na kazi za neema. Maana kazi za neema zipo, maana neema ni kipawa. Kwa hiyo kinaachilia kazi zake. Na naamini Mungu akinisaidia tutakuja kutafuta hizo kazi zake ni gani za neema. Jina la Bwana apewe sifa. Maana Paulo alisema ninafanya kazi zaidi ya wengine, sio mimi, ni neema. Kwa hiyo kuna kazi za neema. Jina la Bwana apewe sifa. Hebu tuangalie Wagalatia 5 mstari wa 4. Mstari wa 4, Wagalatia 5 mstari wa 4. Tumalizie kipengele cha kwanza, alafu kesho tuanzie kipengele cha pili. Maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo wakati wote anzia mstari wa 4 please. Nikiwa nimesema mstari wa 4 ndio tushike kwanza hiyo mstari wa 4. Nilikuwa nimesema 5 mstari wa 4. Mmetengwa na Kristo nyinyi mtakao hesabiwa mmetengwa na Kristo nyinyi mtengwao na kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kuna hali ya neema inaondoka kwa sababu moja, mmetengwa na Kristo. Kwa sababu grace inakusaidia kulingana vile tumeona katika Titus 2. Inakusaidia kukataa ubaya na kukataa mambo ya dunia na tamaa. Kwa sababu sheria iliwekwa ndio tushinde, tusiweze kufanya mambo yale iliwekwa. Bwana asifiwe sana. Maana sheria iliwekwa kwa sababu ya tamaa. Maana siku na mali nasema usitamani mali ya watu. Kwa sheria katika amri 10. Na inasema usitamani mke wa watu. Bwana apewe sifa. Na inasema usiue. Na inasema usiibe. Lakini bado watu wanai. Na nilikuja gundua kwa wakati sheria umeweka mahali mkakati. Na ndio maana hata tumeweka sheria kukuja saa 3. Mnakuja ka? Sheria inaleta dhambi. Bwana apewe sifa. Na nilikuja kugundua sheria ni hatari kwa sababu hata nimeingia hapo nikapata mabati yetu imeandikwa hapo usikojoe. Tena huyo mtu ameandika na makini, ameandika hivi na akaandika hivi ili ukisimama uone na uone. Lakini hebu angalia kama hakuna mkojo hapo.
Tena mahali pameandikwa usikojoe ndio wanakojoaka. Aya. Hebu angalia mahali pameandikwa usikojoe kama unakuta watu wakikojoa hapa. Na mahali pameandikwa msikojoe hapa. Na ndio maana hata sasa hata ukiweka waya ya stima ukiandika ni hatari, utaona tu kama mtu amepita hapo. Angalia hii hatari ni nini. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo neema ilitusaidia tuweze kushinda sheria. Maana si kwa uwezo wetu, ni kwa neema. Jina la Bwana apewe sifa. Si kwa uwezo wetu tumekosa kuiba, ni neema. Neema imetuwezesha tusiibe. Si kwa uwezo wetu tumekosa kufanya usherati ama kuwa na tamaa ya dunia, ni neema. Lakini tumetengwa na Kristo, mmetengwa na Kristo nyinyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Jina la Bwana apewe sifa. Haleluya. Maana kama unasema kama sio sheria ningechukua. Bwana apewe sifa. Hata mtu ukisikia kusema kama si wokovu ningeoa wanawake wawili, wewe tayari umekamatwa na sheria. Jina la Bwana apewe sifa. Lakini kwa neema nilishinda kuwa na wake wawili. Kwa neema nimeshinda usherati. Si kwamba haiko, ni neema. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa neema nimeshinda kutukanana. Na ndio maana hapa tunafundisha msisengenyane, lakini unapata wamesengenyana tu. Ni neema haijashuka. Mtu ambaye ameshukiwa na neema hata sengenyana. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tunafaa tukae katika neema, tusianguke katika kutoka kwa neema. Kwa hiyo neema ile ikikaa ndani yetu, tutafulfill katika Titus chapter 2 verse 11 and 12. Bwana asifiwe sana. Mstari ule wa 5 ndio anaweka kitu. Maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tumaini la haki linapatikana kwa neema na Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu anapeana vipawa. Haleluya. Na neema pia tumeona ni kipawa. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kipawa hiki cha neema kinatupa tumaini. Na Roho Mtakatifu anatupa tumaini la haki. Kwa hiyo tutahesabiwa haki si kwa matendo, ni kwa imani na neema. Jina la Bwana apewe sifa. Na ndio maana Paulo anasema kwa sababu neema ni nyingi, basi tutende dhambi. Anasema la asha. Kwa hiyo neema haitusaidii kutenda dhambi. Neema inatusaidia kusamehana. Neema inasaidia kupendana. Neema inatusaidia kukaa katika upendo wa Kristo. Neema inatusaidia hata wale wametuinukia tunawatoa kwa moyo. Haleluya. Neema inatusaidia tusiwe katika shina la dhambi. Na ndio tutaiangalia mzizi kesho. Kungoa. Haleluya. Praise God. Haleluya. Sasa hii inatuletea ujumbe gani kwa waumini? Bwana apewe sifa. Kwa wale walioamini ni ujumbe upi katika hii kukaa katika neema ya Kristo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kila Mkristo anapaswa kujichunguza kila siku. Mwenye neema ya Kristo ndani yake amehesabiwa kuwa muumini. Muumini huwa anafaa ajichunguze kila siku. Haleluya. Inapasa kila wakati ukikaa, kwa maana dhamiri inafufuliwa na neema. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo dhamiri yako ikikufa, neema haihesabiki kwako. Na ukitaka kujua dhamiri imekufa, ni vile unaweza kaa na mtu wa muelewani kwa church. Na unasifu Mungu, na unasema uko sawa, na unasema wewe unaenda mbinguni, yeye haendi.
ukasahau Waibrania 12 mstari wa 14. Inasema tafuteni amani na watu wote. Huo ndio utakatifu. Praise God. Alafu pia watu wamedanganywa eti kukaa nyumbani usikuje kwa kanisa kwa sababu kuna watu mmekosana eti ni hekima. Hiyo sio hekima. Hiyo sio hekima. Wana sifa. Si hekima. Siwezi weka kusema ni upumbavu ama ni ujinga. Jina la Bwana asifiwe sana. Ni kukosa neema na kukosa kujielewa. Maana hekima haituambii tukae nyumbani. Hekima inatufundisha kusolve. Na nitarudia tena ya kwamba ukiona umeshindwa kufesi yule mmekosana naye, fanya kama Stefano. Remove. Sema Bwana wasamehe, maana hawajui wanalofanya. Move on. Hallelujah. Kuserve God na ukiwa umependa yule mtu. Kujitenga kwa madhabahu kwa sababu umekosewa. Kujitenga kwa praise team kwa sababu umekosewa. Kujitenga kwa ile kazi Mungu amekupea kwa sababu umekosewa. Not wisdom. Sio hekima. Bwana pesifa. Hekima ni kuwasamehe na kutoa na kuendelea maintain the grace of God in your life. Sijui kama nasaidiana. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo hapa nimesema hivi, kila Mkristo, ujumbe kwa hii part 1 ni kwamba kila Mkristo anapaswa kujichunguza kila siku ili kuhakikisha kutembea katika neema ya Mungu. Jina la Bwana apewe sifa. Ili uhakikisha unatembea kwa neema ya Mungu every day, ujiite kwa mkutano. Ujiweke kwa mkutano kako, ujihoji mwenyewe ya kwamba ni nani katika moyo wangu simpendi. Ni nani ninasikia nikimsikia jina lake nasikia kutapika. Bwana asifiwe sana. Mimi nikiokoka kuna dada ambaye alikuwa kwa moyo wangu, singetaka kusikia jina Karo maisha yangu. Bwana apewe sifa. Singetaka kabisa. Alafu naye Mungu akasababisha. Jina la Bwana apewe sifa. Mahali nilihamia kukawa kuna msichana Karo ako neighbor. Kila nikiingia anaingia. Nini nataka nimfundishe Bible. Na ni jina Karo. Akakaa kidogo ananiambia mtoto hana huga. Ninachukua ile yangu nusu ninampea. Na ujue ametaimu nikipika na anakula. Lakini nilikuwa natafuta neema moja tu, ni akiingia, maana nyumba yangu ilikuwa kitanda na pasia na stood ya kuwekelea stove na sufuria 2 ya mboga na ya ugali na kikombe ya plastiki ya kubrush meno. Msinichekelee nyinyi, kwani wase msinichekelee wase. Tafadhali, hata nyinyi mnanisikiliza kwa media, msione sikuwa na akili, nilikuwa na. Sasa ilikuwa akiingia tu ninatoka na ana time sasa ile nimekuja na nyama ama nimekuja na kasukuma ama nini ndio napika. Ana time wakati kitunguu kimesema anaingia. Na si unajua napikia nikiwa kwa kitanda. Sasa akiingia si unajua atakaa kwa kitanda. Mimi nitafanya nini? Ni kutoa stove kwa stood, inawekwa chini, alafu pasia ninachukua na itupa juu ya mrago, alafu nakaa kwa mrago in case anything nione mahali pa kuchomokea. Maana sijui kama ni Potifa, mke wa Potifa amekuja. Na kungurumisha ugali yangu inaifa. Haleluya. Tena inaniforce niongezee kama maji kidogo.
Sasa umeshaona hakuna sahani ya kupakua. Na mimi makusudi, samahani nisamehewe, ninaifunga na ile ugali, ikishapandisha, unajua inapandisha ile hapo juu. Si inapanda juu ndio itoe pressure. Ninaipeleka mara 2-3, najua imeiva, naifunga tena inapandisha kabla haijatoboka natoa. Sinajua wa sister vidole yake ni ili akikata achomeke. Aini yako anachomeka. Msifanye hizo plani, ni mimi nilikuwa nayo. Alafu nikiweka chini narudisha mboga jikoni, itoke ikiwa na moto. Lakini nataka kuambia ilikuwa inakuliwa. Paka nikaamua kwenda Katoroni 21 days. After 2 weeks akanipigia simu. Nilikuwa brother tu, niko na 3 years nimeokoka. Lakini ananipa, pastor nimeokoka. Nikamwambia weda. Si kama nimehubiri mpaka ameokoka. Wapi nimeokokea? Kwa kanisa lingine wapi? Hapa. Na ni mama neighbor amenipeleka. Nikasema amen. Nilipokuja kufugua, nimefugua. Nimefika tu hivi. Sijui anajuaje nimefika. Nikifungua mlango yuko. Okay, tulienda hivyo. Mpaka nishapigwa kwa ajili ya hapo kwa huko tu. Nikaona hapana, hii sio vizuri. Nikaenda kutafuta kijana mwingine anaitwa ni marehemu. Tukakaa naye. Security sasa, for papa security. Tulipoendelea hivyo, after 2 weeks, 2 months alihama. Lakini aliambia kijana, huyu mtu ameokoka huyu. Akaulizwa kwani, akamuuliza kwani, akamwambia nimesunguka naye mpaka hata nimeokoka, at least aingie box. Hakuingia box. Nikasema ni neema. Jina la Bwana pesifa. Ni nini? Ni neema, maana niko mtu. Bwana asiwe sana. Sasa mpaka mahali ya Bishop alienda kuhubiri kuhusu neema, na akasema ukiwa kuna mtu ambaye umembeba kwa moyo, na mpaka ni majina yake ukisikia unasikia mwili inatembea, wewe hujaokoka vizuri. Nilifungukia hapo ndio nilifanyiwa deliverance. Na nikaenda nikaobewa, ikakwisha. Sasa najiuliza, kuna siku nijiuliza, maana nikiwa assistant pastor wa Donholm, mtu alikuwa kwa kanisa full time ni Karo. Jina Bwana pesifa ni Karo. Sasa tuko na nani? Juneto uko bosi. Kwa hiyo wacha kufichilia watu kwa moyo. Shomoa. Haya. Sasa hapa tunaona unajihoji kuhakikisha kutembea katika neema ya Mungu na akidumu katika imani na tabia na kumtii Mungu. Bwana pesifa. Toba na kutii. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ni muumini inatufundisha tujichunguze. Bwana pesifa. Sawa? Ili tudumu katika neema. Praise God. Na ili kudumisha imani, Bwana pesifa, na toba na kutii. Kwa hiyo imani na toba na kutii. Kwa hiyo wakati unapojichunguza uko vipi katika neema, uhakikishe imani imesimama. Bwana pesifa. Pia ukijipata uwe na toba. Kwa hiyo inatufundisha tunafaa kuhubiriwa every time repentance. The good church ambayo iko na gift of the grace. Jina la Bwana pesifa. Pia kutii. Maana kutii italeta nini na toba italeta nini? Wakati utapojichunguza ujipate kama mimi nilikuwa na Karo, Bwana pesifa, kwa moyo, niwe na kutubu. Na huwezi tubu usipotii ile imani imekufundisha. Bwana pesifa. Kwa hiyo ukiona umetubu, umetii. Ukiona umechange, umetii.
Kwa hiyo wenye neema si wa kuhama kanisa, haleluya, ni ya kukaa ubadilishe. Praise God, haleluya. Then neema inapokaa ya Mungu ndani yako na kumaintain, si kukimbia vita, ni kukaa ndani ya vita. Neema ikusaidie. Maana kanisani hawakukatikati. Ile tunaweza sema tukae kijicho jicho ni ile watu wawili. Ukisikia ikwambia nitakukata na paga, wacha sema neema inatosha. Ondokea kwanza panga, asishike panga, alafu sema neema ni kubwa. Neema haijui kukatika shingo. Ama mzee umeona mama amechemsha maji, unahisi anakumwagia, unaenda kumwambia nimwagie. Wewe utakuwa na uso mbaya. Ondokea kwanza, maji ipo. Na hii ndio kwambia eti vita kwa kanisa uhame. Hiyo sio neema. Neema ni kuvumilia. Bwana ape sifa. Na mzee anaweza kukutukana, mama anaweza kukutukana, ijapokuwa hakupigi, ni kukutukana, neema inatosha. Na umsamehe. Na ukijua uko na neema kubwa, ni vile utatukanwa na mama, alafu jioni unakuja na nyama. Yaani ukiona ukuji na nyama, wewe neema haiko. Na kwenda jehanamu ni rahisi, na kuacha ukofu ni rahisi. Mama, ukiona umetukanwa na mzee na haujapigwa na ameenda, unaendelea kufua nguo na kupiga nguo ya kwenda pasi kesho yake kasi, na unapika chakula na anakuja na una warm chakula, unampatia ikiwa moto, na unamwambia kuna maji ya kuoga warm ni baridi, na unamngojea akule mkarare. Neema ya msamaha iko kwako. Yaani kama unaona anakuja, unafungua mlango, alafu unaenda kulala, chakula umeweka na hot pot hapo, umngojea akuje kulala, na akikuja kulala unatoka kuomba. Ndio neema ya kuomba imekuja. Wewe unahitaji ukae chini ujihoji. Si ile material nimeongea hapa. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ndiye Mungu na hakuna Mungu kama wewe, ambaye unayetenda mambo makuu na unayefanya mambo yasi ya kawaida. Ninaomba ya kwamba Bwana uinuliwe na hata utukuzwe. Pokea sifa kwa sababu Baba, kwa kung'oa shina ama mzizi ambaye itakayeondoa neema ya Mungu ndani yetu. Jehova Mungu, tumeingia part 1 ambaye ni kipengele cha kwanza. Baba, tunaomba neema tukienda kuangalia kipengele cha pili siku ya kesho. Na sifa zote na utukufu zitakuwa ni zako. Pokea heshima Bwana, pokea utukufu. Bariki watu wako, tembea na watu wako. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kwa mimi. Amen. Bwana asifiwe. Hata kutoa ni neema. Ninaomba tuingie kwa matoleo, alafu tufunguane, tukutane kesho.